Kwa nini Wayahudi ni watu wenye nguvu na ushawishi mkubwa sana duniani? Jews wa Israel au watu kutoka Israel, kwa nini wanakuwa watu hatari mno na watu ambao wanaonekana kama wana nguvu sana, ukiachana na mambo haya tunayoshuhudia sasa hivi sijui Irani wapi, lakini kwa miongo, kwa karne na karne, kwa miaka na miaka, nyuma ya mambo mengi katika technology, katika politics, kwa maana siasa, teknolojia, utawala, biashara, huwezi kuwaacha watu duniani. Ni taifa la watu wachache sana, ni kataifa fulani hivi, lakini wameiteka dunia, wako nyuma ya vitu vingi sana. Watu wengi wakajiuliza kwa nini Waisraeli wanaonekana watu wenye ushawishi, hata kama hawako mbele, lakini wako nyuma ya pazia, lakini watu wenye ushawishi. Sasa ni kitu gani kinachowafanya Waisraeli wawe watu hatari? Hii tutakubaliana na watu wote wanaofuatilia history au historia, wanaofahamu vitu vingi kuhusu ulimwengu, watakubaliana na mimi kwamba ni kweli Waisraeli ni watu hatari. Sasa kuna vitu kadhaa jamii ya Waisraeli ni watu ambao huzingatia sana katika makuzi yao, katika maisha yao, katika vizazi vyao. Hii vitu huwafanya Waisraeli wengi kuwa wapo kila mahali. Yaani kila mfumo unaogusa duniani hatari, unakuta ndani yake kuna Waisraeli wanashughulika nao. Kwa miaka mingi wamekuwa wakishirikiana na mataifa makubwa katika utendaji na upatikanaji wa matokeo makubwa. Ukija kwenye mabiashara yote ya pharmaceutical companies, mabiashara madawa yote duniani, makampuni makubwa ya madawa ulimwenguni, huwezi kuacha kuwataja watu. Ukija kwenye biashara za silaha zote duniani, yaani wafanyabiashara wakubwa wa silaha za kisasa za kivita, teknolojia za kivita, ubunifu wa ndege za kivita, huwezi kuacha kuwataja watu. Ukija yani kwenye mabiashara ya media, nimewataja hapa kina Murdoch. Mara nyingi waga nawataja Murdoch family, wako wengi sana. Nyuma ya Murdoch family wana ushawishi hao jamaa wako. Ukija ukiwataja kina John D. Rockefeller, mabilionea wa mwanzo kabisa na wana mapinduzi wa viwanda na elimu duniani, wawekezaji, huwezi kuacha kuwataja hao jamaa hapo nyuma. Nilikuja kupiga story kwenye makala fulani iliyopita, niliongelea benki ya dunia, sijui nini. Hivyo vitu vyote walio influence hapo nyuma ni hao jamaa, huwezi kuwakosa. Sasa basi, kwa nini wao wanaonekana special? Moja, Wayahudi ni watu wenye kupambania siri za jamii zao zisitoke nje. Hiyo ni kitu cha kwanza kilichofanya Wayahudi kuwa watu wenye nguvu sana duniani. Hakuna mtu asiye Myahudi ambaye anafahamu kitu kuhusu Wayahudi. Hakuna. Hebu niwaulize kwa wale waliobahatika kusoma elimu za juu katika vyuo mbalimbali hapa nchini, niambie mtu yoyote kama yupo, niambie kwenye comment. Umeshawahi kusoma na Myahudi? Kuna wazungu au watu wa Ulaya au watu wa mashariki wanakuja hapa, Mashariki ya Kati na sehemu nyingine nyingi tu, wanakuja kusoma hapa, wanakuja kufanya research. Niambie kama umeshawahi kushirikiana na Myahudi katika elimu yenu darasani. Tafuta sana, sio rahisi. Je, umeshawahi kujua migahawa au sehemu za hoteli, vyakula wanavyokula Wayahudi? Tunajua mara nyingi wageni wakifika, kwa mfano wa China, wana migahawa yao. Ukienda Masaki, ukienda pale Morocco, unakutana na migahawa ya China na sehemu Mikocheni. Wa Hispania, ukuta Masaki, wana sehemu zao wanakutana. Wayahudi umeshawahi kukuta wanakula sehemu zao ovyo ovyo unaziona? Hakuna. Je, umeshawahi kuona Myahudi anazaa na mtu wa kawaida, yaani iwe Myahudi wa kike au wa kiume, wanapata familia kwa maana mtoto na mtu wa kawaida? Hakuna. Kwa hivyo ni nadra, yaani hata kama wapo katika ile namba ni ndogo kutokana na uwiano wa watu wengine wanavyoishi. Maana yangu ni nini? Jamii ya Wayahudi ni watu waliojiapiza kutunza siri za jamii zao, umoja wao na mshikamano wao. Kipi kinachowafanya kuwa special? Kwa sababu wanatunza siri zao katika jamii zao, hawafungamani na watu wa nje, lakini wana kila mfumo wa nchi zao, kila mfumo wa nje wapo, ila hawafungamani na mfumo wa nje. Kuna rafiki yangu mmoja yuko Israel, anafanya kazi katika moja kati ya taasisi za kielimu kule. Anakuambia, bwana, mimi niko hapa mwaka wa 7, lakini sijawahi kuona mtu wa Kiafrika wa kawaida kama mimi anasoma kwenye shule ambao wako Waisraeli wenyewe Yahudi. Anakuambia ni tofauti mifumo yao, yaani watu kama sisi wana mifumo yetu na wao wana mifumo yao. Na akasema kwenda mbali zaidi, akasema kuna mwaka mmoja niliajiriwa kwenye shule ya Kiyahudi kama mfanya usafi. Anakuambia
kitu kilichonishangaza ni kwamba kila alipokuwa anafika wakati wa kufanya vikao vya shule, yani wale headmaster sijui na wale walimu na wale staff wengine, kikao kilikuwa kinafanyika usiku mzito. Yani kikao cha shule kinafanyika kama saa 8 au saa 9 usiku kwa saa zetu za huko, kwamba wale jamaa wanafanya vile ili kutunza siri za mikakati yao ya elimu kwa generation zao. Wanapewa elimu gani wale jamaa mpaka kuwa bora? Wanafanya kazi gani wale jamaa mpaka kuwa bora? Hayo ni maswali. Kwa hiyo moja, siri ya utamaduni wao huwa ni mwiko kuitoa nje. Ndio sifa ya kwanza ya Myahudi. Ndio maana Myahudi ni ngumu sana kumgundua kwa sababu siri zake zinabaki kwake. Namba 2, kitu cha pili cha Myahudi, kwa nini Myahudi amekuwa mtu hatari na yupo kila mahali katika ushawishi wa dunia. Wayahudi wana sheria moja ambayo ilianza kufanya kazi miaka mingi sana.